Alikuwa na miaka 12 tu, madaktari walipomwambia amebakiwa na siku 13 za kuishi duniani, lakini badala ya kulia na kuomba aishi zaidi, yeye alianza kuwaombea wengine. Hii ni hadithi ya Charlene Richard, binti mdogo kutoka Louisiana, Marekani, mtakatifu mdogo wa jamii ya Cajun, The Little Cajun Saint. Charlene alizaliwa tarehe 13 Januari mwaka 1947 katika kijiji kidogo cha Richard ndani ya parish ya Acadia, Louisiana. Wazazi wake walikuwa Joseph Elvin Richard na Mary Alice Richard. Alikuwa sehemu ya jamii ya Cajun, jamii ya watu wenye asili ya Kifaransa ambao leo hii wanaishi hasa kusini mwa Louisiana. Kwa nje, Charlene alikuwa mtoto wa kawaida kabisa. Alienda shule, alicheza na watoto wengine, lakini tangu akiwa mdogo alikuwa na imani kubwa sana ya Mungu. Aliwahi kumwambia mama yake kwamba siku moja angependa kuwa mtakatifu pia. Mwaka 1959, Charlene alianza kuumwa. Madaktari waligundua kwamba alikuwa na saratani kali ya damu inayojulikana kama acute lymphatic leukemia. Alipelekwa katika hospitali ya Our Lady of Lourdes mjini Lafayette. Lakini nani angemwambia mtoto wa miaka 12 kwamba alikuwa amebakiwa na siku 13 za kuishi? Wazazi na ndugu walishindwa kufikisha habari hiyo. Hivyo jukumu hilo likamwangukia Padri Joseph Brennan aliyekuwa akimhudumia. Alimwendea Charlene na kumwambia kwamba muda si mrefu mwanamke mzuri sana angekuja kumchukua na kumpeleka nyumbani. Badala ya kuogopa, Charlene alifurahi. Alisema, "Oh, Mama Bikira Maria, nikimuona nitamwambia umemsalimia na nitamuomba akuombee wewe na wengine wote." Watu wengi waliokuja kumtembelea hospitalini walikuta mtoto aliyekuwa akiwaombea wao. Aliwaombea wagonjwa wengine hospitali, aliwaombea wauguzi, aliwaombea madaktari, aliwaombea wageni waliokuwa wakimtembelea. Tarehe 11 Agosti mwaka 1959, Charlene Marie Richard alifariki akiwa na umri wa miaka 12. Na baada ya kifo chake ndipo hadithi yake ikachukua sura mpya. Wale watu waliowaombea wakati anaumwa walianza kutoa shuhuda za kupata faraja, matumaini na majibu ya maombi baada ya kumwomba Charlene awaombee mbele za Mungu. Watu wakaanza kutembelea kaburi lake, wakasali, wakaacha maua na wakaendelea kusimulia hadithi yake. Miongo kadhaa baadaye, Kanisa Katoliki lilianza kuchunguza jambo hilo rasmi, na mwaka 2020 mchakato wa kutathmini uwezekano wa kutangazwa mtakatifu ulifunguliwa rasmi na Charlene akapewa cheo cha Servant of God. Mwaka 2024 hatua ya kwanza ya uchunguzi ilikamilika na nyaraka kupelekwa Vatican kwa hatua zinazofuata. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba zaidi ya miaka 65 baada ya kifo chake, watu bado wanakumbuka maneno ya mtoto aliyekuwa akifa kitandani lakini akawaza kuhusu watu wengine. Na labda hiyo ndiyo sababu hadithi yake bado inaendelea kusimuliwa hadi leo.